Manze mali life imefika saa hizi usitamani kujipata TZ. Manze jana nimekiona. Cause I think nilitoka home kitu 4 PM. Nikasema acha nitokee mtaa kidogo. Nikunywe kahawa, niongee na wasi hapo tao, alafu nirudi home. Manze 3 hours later hata sijui nilijipata wapi. Manze ni kama wasi hapo ukicheza unateka unajipata pabaya. Manze mimi nilishtukia niko Moshi. Najaribu kutafuta simu yangu manze sina simu. Kumbe wasi pia walininyang'anya phone. Hapa nikajua ni kubaya. Alafu najipata saizi niko Moshi na najua TZ manze vile haipendi kuona wa Kenya. Hali imekuwa mbaya. Like si TZ generally but our politicians ambao pia wana mambo yao yasiyoeleweka. Sasa nikajua hapa mimi nimekuisha. Nikajaribu kuomba wasi simu hapa hakuna msee ananipea simu. Kukaa hivi kidogo ndio nikasikia kwa vyombo vya habari hapo kwa bus station kijaribu kuambia manzo niregeshe tu nikishafika Nairobi nitawatafutia do. Na manzo hawataki. Ndio nikiwa hapo nikasikia kwamba kuna Wakenya ambao wametekwa hapa TZ na tuko taabani. Aidha turegeshwe nyumbani ama tuuliwe. Manzo nikasema sasa ni gani? Mimi nikauliza nilifanya nini? Nimefanya nini? Nimekosea nani? Kuna msee anakujibu hakuna manzo, kila mtu ako story zake. Like kila mtu anaendelea na life yake. Wanasema wewe mkono wa sheria utadili na wewe. Manze nikaona mimi mchana wote nimeshinda nimelala. Nimeamuka kitu 3 PM. 4 PM nikasema acha nitokee mtaa by saa 2 nitakuwa nisharudi. Sasa ndio mimi hiyo saa 1 najipata niko Moshi. Wewe niambie kutoka Moshi kurudi Nairobi utachukua masaa mangapi? Mimi manze nikaona iwezekani. Kidogo hivi nikiwa nimesimama hapo. Nikaona Boniface Mwangi, nikasema manze hii ni real sasa. Kumbe siko peke yangu. Nikakimbia ndo niende nimwambie manze anijaribu kunisaidia atakapokuwa anatoka. Kukimvivo niliposema Boniface. Kumbe ilikuwa ndoto tu. Ile saa 10 badala nitokee tao, nilikuwa nimechoka bado niliingia nikalala. Hizi night shift manze zinaweza kupea shida. Ndoto na ikiamua ingie manze ibishi hodi.